anasema he knows someone graduated at 23 and waited for 7 years to have a job. Yani kuna mtu anamjua amemaliza kusoma akiwa na umri wa miaka 23, lakini amekaa miaka 7 yeye anatafuta kazi hajapata. Baada ya mwaka wa 7 ndo kapata kazi. Kwa maana miaka yote 10 alikuwa na safa katika masuala ya kupata kazi. Lakini he knows someone graduated at 27 and found work immediately. Lakini yeye anamjua mtu mwingine amemaliza kusoma kwa na umri wa miaka 27, lakini alipomaliza kusoma tu pale akapata kazi. Is all about time. Ni muda, kila mmoja na muda wake. Someone became CEO at 25 and died at 50. Yani kuna mtu amekuwa CEO, anamiliki makampuni alipofika umri wa miaka 25, lakini alipofika umri wa miaka 50 amefariki. Lakini someone became CEO at 50 and lived to 100. Lakini kuna mtu yeye amekuwa CEO akiwa na umri wa miaka 50, lakini ameishi mpaka umri wa miaka 100. Is all about time. Yule kapata CEO akiwa na umri wa miaka 25, akaishi miaka 25 mingine. Huyu kapata CEO akiwa na umri wa miaka 50, akaishi miaka 50 mingine. It's all about time. Don't let anyone to rush with their time. Usimruhusu mtu akukimbilize wewe eti umfuate yeye kwa muda wake yeye. Everyone has own time. Kila mmoja ana muda wake wa kufanya jambo. Guys, do you understand? Yeah. Unanielewa vizuri? Yeah. I myself, mimi binafsi, I know people in relationship but they love someone else. Yani kuna watu hapo katika mahusiano lakini wala hawapendani, wanapenda mtu mwingine, kila mmoja anampenda mtu mwingine. Lakini hapo katika mahusiano it's all about time. And I know people who love each other but they are not together. Lakini kuna watu mimi nawajua, yani wanapendana lakini hawako pamoja. Kuna mtu anampenda kibabu chake, kuna mtu anampenda kibabu washa, lakini hata hawajaikuwa katika mahusiano. Is all about time. So kwa nini ukimbilie maisha ya mtu mwingine? Kwa nini ukimbilie time ya mtu mwingine wakati wewe una muda wa kumaliza masomo yako? Wakati wewe una muda wa kupanga mipango yako ya baadaye. Yule alomaliza leo, wacha malize leo, utamaliza kesho. It is all about time. Ni muda tu pekee yake. Guys, tuko sawa kabisa? Nafahamika vizuri? Hebu twendeni, kuna jamaa anasema someone is still single while someone from his group school has become grandfather. Kuna mtu bado mpaka sasa hivi hajaingia katika ndoa, hajawahi kabisa hata kuweka zile dream za ndoto za kuingia katika ndoa, hata mahusiano. Lakini kuna rafiki yake ambaye alisoma na shule asema anaitwa babu. Is all about time. The former president of the United States of America, Barack Obama, rais mstaafu wa Marekani Barack Obama, retired at 55. Yeye amemaliza urais wake akiwa na umri wa miaka 55. Donald Trump started at 17. Lakini Donald Trump yeye ameanza urais wa Marekani akiwa na umri wa miaka 70. It is all about time. So what I want to tell you, you are not late. Hujachelewa. You are not early. Wala hujawahi kabisa. You are on time. Upo katika muda sahihi wa kufanya kile ambacho wewe unachotaka kukifanya. Yes, naeleweka kile ambacho mimi nachokizungumza. So it's all about time. Ukifeli katika muda, umefeli kila kitu. Ukipasi katika muda, umepasi kila kitu. Time, simwache mtu akakurash. Soma hicho unachokisoma. Kiamini unachokiamini. Kesho utakuwa kama yeye. Kwa sababu always namba 10 imeanza kwenye moja. Kwa nini wewe ufike katika namba 10 wakati mmoja hujafika? Utafeli. That's why most of people hapa wanakuwa na feli kimaisha. Maisha kwa wao wanayaona kuwa ni magumu sana, kwa sababu wanayachukulia maisha bila ambavyo maisha sivyo. Kwa so life is all 10% how you make it, but it is 19% how you take it. Maisha ni 10% tu namna gani unavyofanya ile maisha. Unakwenda kule, unarudi huku, yule kakuumiza, umefanya hivi, umefurahi, umelia, umetengeneza hicho, umesoma, umekwenda kule. It's only 10%.
ni 10% tu yale maisha sisi tunavyoyafanya, but it's 90% how you take it. Lakini 90% unachukuliaje maisha yako wewe? Sawa, unasoma, unalala, unaamka, unataka kufanya hivi, wewe maisha yako unachukuliaje? Vile unavyochukulia maisha, vile ndio maisha yanakupeleka. Nimeumizwa leo, sifai kesho sitacheka. Kwa sababu fala huzunun yadumu wala sururu. Kwa sababu hakuna huzuni ambayo yenye kudumu wala furaha milele. Eka hiyo. Kwa hiyo namna gani vile tunavyochukulia maisha? That's why leo watu wanajua vile ambavyo wanavyochukulia maisha. Leo hii watu wanaua watu wengine.